Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri wa Vijana, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa dada yetu Mboni Mhita, Mheshimiwa Katibu Tawala, Mheshimiwa Meya, waheshimiwa viongozi kutoka taasisi mbalimbali, sekta mbalimbali, itifaki imezingatiwa. Kwa majina naitwa Hawa Godigodi, nipo hapa kwa niaba ya meneja wa mkoa wa Shinyanga, lakini kabla ya yote napenda kutoa salamu kutoka kwa mkurugenzi wetu mkuu Masha Mshomba kwa kuweza kutushirikisha katika majukwaa ya vijana kama haya. Mheshimiwa Waziri, mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF umejikita zaidi kutoa fursa kwa vijana ambayo awali mwanzo kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii fursa hizo zilikuwa hazipo. Mfuko wa hifadhi ya jamii ya NSSF mwanzo ulikuwa unajikita zaidi kwa ajili ya kutoa huduma, kuhifadhi michango kwa wale watu wote ambao wameajiliwa katika sekta binafsi. Lakini kwa sasa kupitia mfuko wa hifadhi ya jamii serikali yetu iliweza kuanzisha hifadhi scheme kwa ajili ya makundi maalum, ikiwepo vijana, wajasiriamali wote, nikimaanisha kuanzia vikundi mpaka mtu mmoja mmoja, bodaboda, mamalishe, watu wa madini, wavuvi, watu wa masokoni. Na hii hapa tutakuwa mashahidi kupitia mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa mgeni rasmi dada yetu Mboni amekuwa akipita katika sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuelezea fursa. Tumekuwa tukiungana naye kwa ajili ya kutoa hii elimu. Sasa kupitia huu mfuko wa hifadhi scheme, NSSF imekuja na fursa ambayo imeweza kumwezesha kila mmoja kupitia makundi niliyoyaongea hapa, ana uwezo wa kujiunga na akawa anachangia NSSF. Kima cha chini ni F30 na kujiunga kwake ni bure na ni rahisi sana. Uchangiaji wake katika hii serikali imeonelea sio lazima akatoa yote F30 kwa mara moja kwa mwisho wa mwezi. Ana uwezo leo akipata 1000 anaweka, kesho hajapata anapumzika, kesho kutwa akipata anaweka. Lakini kupitia hii tayari hapo atakuwa amejiwekea akiba kwa ajili ya baadaye. Kama tunavyojua sababu kubwa ya hii mifuko mheshimiwa ni kwa ajili ya majanga ya sasa na baadaye. Tunapoongelea majanga ya sasa, tayari huyu mtu atakuwa amepata faida ya kupata matibabu. Kwa moja unapokuwa umejiunga tayari na mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF, ukawa unachangia hiyo F30, utapata matibabu bure. Kama tunaona alivyopita awali mwezeshaji wa kwanza aliongelea, serikali yetu sasa imeonelea kipaumbele kikubwa zaidi ni swala la afya. Kwa hiyo tunaona inajitahidi kutoa huduma za afya katika sekta mbalimbali. Lakini sisi mfuko wa jamii ya hifadhi ya NSSF tumeona ni bora mtu huyu akaweza kunufaika na kupata afya. Hivyo mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na meza kuu, hii sio tu kwa ajili ya vijana, hata kule majumbani kwetu tuna wale wadada wakaka wanaotusaidia kazi za ndani. Kupitia hii wanaweza wakawaandikisha, ukawa unamtolea 1000 leo, kesho 1000, mwisho wa siku inafika 30. Inakusaidia wewe kupunguza gharama za matibabu. Pale atakapoumwa atakwenda kutibiwa na atatibiwa bure bila kuathiri ile michango yake, na hatakuwa anakatwa hela yoyote kupitia ile hela. Ikatokea siku amefika tu amekwama, labda huku katika kipato chake kimeshuka cha ujasiriamali katika kuuza labda mboga au mamantilia au saluni au boda, anakuja kuangalia kule alikoweka akiba yake ana shilingi ngapi. Basi anakuja anafungua, anachukua kiasi cha pesa anachotaka, au kama ni chote anakuja kuanzisha kile biashara yake aliyokwama, ili kesho na kesho kutwa arudi kuendelea kujichangia. Kwa kama mfuko wa hifadhi ya jamii NSSF kupitia jukwaa hili la vijana tumenufaika kwa asilimia kubwa. Tunaenda moja kwa moja tunawapatia elimu, na sio tu kwamba mnufaika atakuwa mmoja, imejikita zaidi. Unaweza ukatibiwa pia wewe pamoja na familia yako tegemezi, tukimaanisha watu 4, mke, mume na watoto wasiozidi 4. Kwa baada ya kusema hivyo, tupo hapa mwe tayari kujiunga. Kujiunga ni bure. Nipo na timu yangu hapa nimekuja nayo, tunaweza tukawaandikisha saa hizi, na siku yote mtu ukaanza kuchangia. Huduma ipo kiganjani. Kama tunavyoona serikali yetu ya sasa imeweza kurahisisha mifumo kiurahisi zaidi. Kwa kila kitu kinafanyika kiganjani. Baada ya kusema hayo, naomba nishukuru sana na niwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya, hususan Mheshimiwa Waziri wetu na Naibu Katibu Mkuu. Asante sana.
Asante, makofi tu kwake. Asante sana, tunakushukuru sana Madam Hawa. Mheshimiwa mgeni rasmi, ni moja